mchana wa leo. Somo letu kuu la mchana wa leo. Nishukuru viongozi lezi wameshaomba na tuko na roho wa Mungu, tunatembea katika viwango vya Mungu na Mungu yuko mahali hapa. Somo letu kuu linasema upendo wa Mungu kwetu. Upendo wa Mungu kwetu ndio somo letu kuu ambalo tunataka tujifunze mchana wa leo. Somo letu kuu linasema upendo wa Mungu kwetu. Wakati nilipokuwa nikitafakari neno hili, nikauliza mtumishi wa Mungu Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13 na mstari wa kwanza, nikaona kuna kitu ambacho upendo wa Mungu unaweza kutufundisha, au Mungu anaweza kusema na kanisa mchana wa leo, na Mungu anaweza kusema na mtu mmoja mchana wa leo. Mtume Paulo akiliandikia kanisa la Korinto akasema upendo wa Mungu kwetu. Kwa nini? Kwa sababu analiandikia kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu, nijapotoa unabii, nijapohubiri, nijapotoa kila kitu, kama sina upendo, mimi sio kitu chochote. Biblia inasema upendo ni kitu cha muhimu sana kwa mwanadamu, na sio kwa mwanadamu, hata kwa Mkristo, kwa mwaminifu au kwa mlokole aliyeokoka. Kitu kinachoanza ni upendo, baadaye matendo baadaye. Matendo yanaonyesha kwamba je, wewe una upendo? Upendo ni hali ya kujitoa. Upendo ni hali ya kujali. Anasema upendo haufurahii mabaya. Upendo huvumilia yote, hizi kisasi. Kwa sababu nini? Ukijua kwamba upendo ni kitu gani, kwa nini Yesu alijitoa msalabani, kwa nini Yesu alijitoa akapigwa kwa ajili yako, alifanyika kuwa laana, alifanyika kuwa yeye apigwe ili wewe uweze kuona uzima milele. Leo tunapona bure, leo unabarikiwa bure. Leo unakimwambia Mungu, nitetee jambo hili, jaribu hili ninalopitia, Mungu anakutetea. Huyu Yesu anakutetea. Kwa nini hujaona leo kama anakupenda? Lakini kwa nini wewe kuna upendo umepungua? Mtoto mchanga, nilifikiri kama mtoto mchanga. Nilipokuwa mtoto mdogo niliyaona mambo ya kidogo. Nina maisha kwamba kuna mtu anaweza akaokoka akabaki ameokoka muda mrefu. Mama mmoja akaniambia hatamani tena kuomba maombi. Ujue huyo upendo wa Mungu umepungua. Moja, utoaji. Umesahau kitu kimoja, kufadhili watu. Umesahau kitu kimoja, jinsi ya kujitoa. Juzi tulikuwa na somo moja, dhabihu. Somo la dhabihu, kwamba dhabihu, Yesu anafanyika dhabihu. Dhabihu, tukaona Yesu alijitoa dhabihu, akajitoa mwili wake, akajitoa ibada. Tukaona alifanyika kuwa upendo. Upendo kwa mtu utaonaje? Utaona vile anavyoishi katika maisha yake ya kiroho na ya kimwili. Na upendo hauonekani kanisani, upendo unaanzia nyumbani. Lakini upendo pia Mungu anasema kama haujaomba hata lisali moja, akaenda kuomba, akienda pamoja na mitume na viongozi. Yesu Kristo akaenda mlimani. Aliporudi mlimani akakuta wanafunzi wake wamelala. Akawaambia, kwa nini hamkuomba hata lisali moja? Akawaambia, Bwana, hiki sio kikombe chetu. Yesu akasema upendo umepungua. Sasa anazungumza hata kama utanena kwa lugha, kwa malaika za binadamu, kwa malaika wa Mungu walioko mbinguni, hata kama utatoa unabii kwamba moto ushuke, ukashuka, lakini kama una upendo. Upendo ni kumbebea, upendo ni kuona hata mtu anayeangamia naye apone. Lakini upendo umepungua popote, hata makanisani, hata makanisa ya Pentekoste upendo umepungua. Kosa upendo. Upendo huamini, upendo hunyenyekea, upendo huonyesha dalili ya kuokoka. Moja ya mlokole ni kuonyesha dalili ya upendo. Hauwezi kuwa mlokole kama unaga upendo. Hapana. Maana usipokuwa na upendo, hata kitu kinachozungumza madhabahuni, hata tukisema jamani utoaje, hautoi. Hata kama una hela unasema hii hela utaenda nayo mbinguni. Hata kama tukisema ufanye jambo fulani, wewe utafanya. Kwa nini? Kwa sababu hauna upendo. Sasa leo walokole wako sasa, mwingine anasema ngoja ninapotoa hela nijue inaenda wapi. Je, nimefanya nini? Huo sio upendo, mabaya na kubadilisha matendo mema.
Maana yake ule utu wa kale wa zamani ulikuwa mlevi, ulikuwa mwenye hasira, ulikuwa wewe na chuki tu, ulikuwa unaosema vyote, ulikuwa unatukana watumishi wa Mungu, ulikuwa unatukana wao, unabadilisha. Hata wewe umeokoka una miaka karibia, sikia, tunatamani yule aliyeokoka jana ndio tumfundishe kwamba acha ulevi, acha ugomvi, acha uzinzi, acha nini, hasira, usipigane. Na wewe umeokoka siku nyingi. Wakati mwingine jamaa hata wachungaji mnawasumbua bure. Unajua dhambi ni dhambi. Nikifanya hivi ni dhambi, nikifanya hivi ni dhambi. Bado unafanya dhambi. Kuna mambo mengine utahukumiwa sio kwa sababu watumishi wa Mungu hajasema, utahukumiwa kwa kiburi chako.